Hebu fikiria, tungekuwa tunaishi bila pesa. Yaani siku moja uamke, hauna pesa, hauna chochote. Na siku nyingine uishi, wiki moja, mwezi mmoja, hauna pesa, hauna chochote kabisa. Fikiria sasa tungekuwa tunaishi bila kazi, hakuna kazi, amka hakuna kazi, kaa mwaka mmoja hakuna kazi, ukae uitafute ipotee. Fikiria maisha bila watu wanaojiita wandozi, watu ambao kwa wengine wanaoinulia mikono. Yaani unaenda kupiga magoti mbele ya mtu ndio upate chakula, ama ndio upate hela, ndio upate kazi, ndio upate cha msaada wako, kama vile wengi wanavyokiita. Tukae hakuna mahospitali, tukae hakuna mabarabara, tukae hakuna nini, hakuna mashule, hauna masomo, umekaa bila masomo, hauna hiyo computer technology, masimu za WhatsApp na Facebook na TikTok hauna, na YouTube. Ukae hivi siku moja, mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Je, unadhani hakutakuwa na uhai? Je, unadhani mwanadamu hana maisha bila vitu hivyo? Maandiko yanasema ya kwamba kama si Mungu kuwa pamoja nasi, Israeli na anene, kama si Mungu kuwa pamoja nasi, adui walipotushambulia wangalitumeza tukiwa hai. Kama si Mungu, kama si Mungu. Nataka nikwambie, waweza kuwa bila pesa. Inawezekana mtu kuishi bila pesa. Inawezekana mtu kuishi bila kazi. Inawezekana mtu kuishi bila majirani watakaomsaidia, lakini hawe na Mungu atakuwa na maisha. Awe na Mungu atakuwa na maisha. Ndio maana siku moja Yesu akasema, ni nani mtu yule kwa kujihangaisha kwake atajiongeza kimo cha mwili wake ama maisha yake, kimo hata kimoja? Ni nani kwa kujihangaisha kwake? Hakuna. Sasa angalia ndege wa angani. Kwa mfano, na ufikiri sana, ndege wa angani hawapandi, hawana mashamba. Fikiria maisha bila shamba. Fikiria maisha bila maploti. Fikiria maisha bila kuhaso. Ndege wa anga hawapandi, hawavuni, hawana mangala ya kuweka. Wafanyacho ndege ni kuamka asubuhi na mapema na kuimbia Mungu nyimbo za sifa, Muumba wao. Nikwambie, ndege kufa njaa, ndege kufa magonjwa ni vingumu sana. Hiyo ni jambo ngumu sana. Matatizo yanayosumbua wanadamu sio yale yanayosumbua ndege. Wanadamu wanasumbuka, matatizo yao ni dhambi. Dunia hii ni kubwa sana, ina resources nyingi za kusaidia hata watu bilioni 100. Lakini kwa sababu ya dhambi unapata hata wachache walioko duniani wana taabu, wana matatizo, wana mashaka, wanahangaika. Ndege hawana mahospitali kama wanadamu. Ndege hawana teknoloji kama wanadamu, na bado wanaishi maisha mazuri. Maisha mazuri sana. Sasa wewe unafikiria tunaishi maisha ya kutambua watu. Ukitambua watu, unapata connection, unapata kazi, unapata connections, juu unaenda ng'ambo. Ndege hawana connection hizo. Basi enda msituni. Msituni kuna wanyama kama ndovu, nyama wakubwa sana.
Kuna wanyama kama simba wanaotambulikana kama wafalme wa jangwa, the king of the jungle. Lakini katika hiyo jungle kuna vidudu vidogo kama sisimizi ambao hawatambulikani kama wako msituni, lakini wako na maisha yao yanaendelea vyema na ni bora zaidi kuliko wanyama the big five ambazo tunatambua sana. Yaani unapata kamdudu kadogo kama kupe, kamdudu kadogo sana kama chawa wa mtuni, kamdudu kadogo sana kama sisimizi, the tiny African ant. Lakini bado maisha yao wako wazima, wana afya, wanakula, wanashiba, wanalala, wanaishi tu na maisha yanaendelea vizuri, lakini hawatambulikani kama wako. Hata duniani kwa mtu ambao ni mdogo, masikini, amendunishwa. Mbona nguruwe wanaokota chakula kule kwa sewage? Mbona street children wako kule kwa ma streets hawafi njaa? Hali zao ni duni, lakini utawakuta mwaka huu, utawakuta mwaka mwingine, ukienda 5 years later utawapata pale pale wanaendelea. Maana maisha ni Mungu. Ingekuwa si Mungu kuwa pamoja nasi, basi tungeliangamia. Ingekuwa msaada wetu uko kwa pesa, basi pesa huisha. Tunakaukiangwa na pesa, tunakaukiwa na kazi, tunakaukiwa na watu wa kutusaidia. Hivyo ingekuwa sasa hayo maisha yetu yanategemea vitu hivyo, basi tungelikuwa tumeisha. Pendwa, nilikuwa nakutia nguvu nikwambia kwamba maisha yako ni Mungu, yanategemea Mungu. Asante sana.